Ndugu yangu, si unajua pale bondeni pale ndugu yangu nina bustani pale. Kila siku nyanya unamwagilia nini? Kila siku jioni asubuhi unamwagilia pale nyanya. Sasa ndio hivyo yao unakuta nini? Yaani nakuwa busy sana ndugu yangu. Sasa sikia. Kwenye bustani yangu matikiti yamekaribia kuiva. Vipi? Naweza nikakuajiri wewe unanitembeza mtaani. Sasa ndugu yangu, kwa hilo ni sawa yani ulivyoongea. Ila sasa ndugu yangu sasa hivi mimi akili yani imeshavurukika sana ndugu yangu. Yani siko vizuri. Ndo maskani yani. Mungu kubwa yani tumefika yani. Alafu damu sister. Yani mambo yangu yani hayaendi vifresh yani mwanangu. Yani akili imesharuzi kidogo mimi sasa hivi. Unajua nini ndugu yangu? Wewe ni rafiki yangu. Kwa kifupi wewe ni damu yangu. Au sio? Naomba uniambie tatizo gani ambalo linakusumbua, mimi na uwezo wa kukusaidia. Aisee ndugu yangu, twende bana, twende. Sawa. Sikia ndugu yangu. Kuna kitu unanificha. Hebu funguka basi. Wewe unanificha. Na nimekuuliza umekaa kimya. Nini maana yake? Najua ni rafiki yangu. Hilo swala bana achana nalo kwanza. Maana yake sasa hivi mimi siko vizuri kabisa. Nakuomba lakini achana nalo kwanza hilo swala. Sasa jamani, tumefika hapa njia panda. Sielewi hapa njia si ndo hii. Maana ni muda sana sijafika. Eti jamani ndugu zangu. Hata mimi najiuliza sana sisi twende njia ipi? Yaani maana najaribu kuwapigia simu kule hawapatikani. Jaribu basi kuwapigia nyie huko labda watakuwa wanapatikana kule ambapo wewe unaenda. Wapi? Mwenyewe hapatikani. Napigia simu hapatikani sana yani. Eti sister. Labda njia umeikumbuka labda. Nakumbuka kama kuna kipindi taga hii. Nakumbuka kama tulipita hii njia kuna siku. Ila sikumbuki vizuri. Sijui ni hii. Kwani nimechoka. Kama ndugu yangu unakumbuka labda. Kama vile nakumbuka tulipita hii hapa. Hii eti? Ni hii. Basi twendeni jamani. Twendeni. Nishakumbuka. Aisee, jambo zuri sana. Maana nimechoka sana. Nimechoka hivyo. Haya bwana. Sasa itabidi hapa nyumbani kwa sababu naishi peke yangu. Naishi peke yangu hapa, ndo na mimi nimekuja tu hapa na miaka kama miwili hivi. Niko nimetulia hapa, nimejisaka, nimejipata. Ndio hivyo yani, lakini sio haba. Kama pesa ipo kidogo, tutakuwa tunatumia hivyo kama haujapata labda sehemu ya kwenda. Sasa bro, ndio bro. Tumekutonya usafiri. Tunaenda sehemu moja. Sijajua mwenzangu uone kama eneo gani, maana huko kijiji kazi na sehemu nyingi, sijui unaelekea wapi wewe. Ndio. Ndugu yangu mimi naelekea kwa dadangu mmoja. Anaitwa Monica lakini sipajui. Monica? Anaitwa Monica. Lakini Monica ni pale Mbeto, tayari mshafika pale. Jina Monica? Ni hapo tu mbele hapo. Karibu? Ni hapo tu mbele jamani. Sasa itakuwa unyama sana maana mama mwenyewe hapa ni mgeni, nakuja kwa dada yangu tu. Maana mwenyeji wetu, maana mimi na safari moja. Watatu hawa. Mimi nipo na jamaa yangu. Jamaa eti. Kama noma mwanangu mshikaji yuko mwanangu. Dogo langu hili unaona. Lakini sema limewahi tu. Ulefuka. Tuelewa kaka. Hapa noma kaka. Basi pata simu twende. Tuwai. Kana wageni hatujui sijui wako wapi.
usiseme mdogo. Jamani. Nini kwanza? Kaka ni pale. Oh, pale. Nishafika ni pale. Hapa tu njia hii. Dada, mimi nasema asante sana, shukuru. Haya dadangu. Haya. Asa bro. Ndio. Sikia mwanangu, unajua sisi wote wa town kule. Hakika kabisa ndugu yangu. Sio mbaya sana. Hapo tupo kijiji kimoja hapa, kijiji kazi sasa. Ndio. Nafunga nini? Si unajua? Manama sio? Weka manama mwanangu. Ama no. Yana michongo, si unajua? Sawa. Biashara ya mchele pale. Ama no, ukishafika nipigie simu. Namba yangu ndio hii hapo, sawa? Haina noma kaka. Ukishafika nipigie simu kabisa. Sema nini? Nani vile? Zilo Benga. Zilo Benga. Zilo Benga. Uhakika. Jimson. Jimson. Sawa ndugu. Amna karibu sana bwana. Asante bwana. Sasa ndio. Tunaonana. Hamna shida. Poa. Mnajua nilikuwa na wasiwasi. Kwanza tumehangaika mno, yani tumefika pale tukapotea, tukaanza kuulizia, yani hamna simu, tunafika haipatikani. Kaka, karibu tupo. Asante. Kaa hapo kwanza. Kama kaka. Marahaba, vipi hali? Muda umeshafika kaka. Lile jambo lako? Jambo lako mdogo wangu tukalifanyie kazi. Hatuwezi kujua usemi wa wale ukweni kwako. Kwanza mimi sijawahi kukutana na huyo mke wako. Ndio siku ya kwanza naenda ukweni kwako. Sasa siwezi mliongeaje kwanza? Akitu judgment tujue mimi nitaenda kuongeaje kule ukweni. Nilimwambia hivi kaka. Nitakuja nyumbani kwenu nikuchumbie. Sasa hapo ndio umenipa mwanga wanasema Waswahili wanasema umenipa mwanga wa jua. Sasa umempa Karisali mambo yake. Hapa ni mguu wangu mguu wako, twende kwao. Leo. Nimefurahi. Ndio. Kufika nyumbani. Kuna Gufuli. Sasa dangu atakuwa wapi jamani sasa hivi? Jamani ndo tumekuja kwa surprise. Labda tungempa taarifa. Tusingakuta yote haya.
Ngolo kama nilimwona kwa mwenyekiti. Ngolo gani? Kwanza ngolo gani ambao anamuita? Huyu ngolo huyu namjua kijijini hapa ngolo. Sio ni kwa mwenyekiti. Inaenda kama labda acha nikawasikilize kwa haki. Mbona kwa mwenyekiti ngolo mimi juzi kiti. Huyu ngolo huyu nimemuona mimi kwa macho yangu kwa mwenyekiti. Nimemuona kwa mwenyekiti kwa macho yangu siku niliyokuwa nimekamatwa na mwenyekiti. Leo wanamuita hapa ngolo. Wakaka. Do. Wakaka. Samahani kaka mara moja. Vipi lakini? Safi tu. Kaka. Kama kawaida. Kwema lakini. Kwema. Dada, habari yako? Salama, habari za wewe? Salama sana. Za hapa? Nzuri, karibuni kijijini. Asante. Nini wageni? Ni wageni kweli. Hapa kijijini kwetu. Ndio. Kuna mtu mmoja anaitwa Dunia. Bwana we. Ndio. Ukishaingia hapa kijijini anakwambia Shauri Tembo paka umjue yeye. Ndio mwenyekiti wa kijiji hichi cha kazi. Cha kwanza. Ndio. Anaweza kawasumbua sana nyewe wageni. Kwa sababu gani? Madaraka siku hizi ni mwenyekiti wa kijiji. Hiyo nikaje kaje? Mbona bado sijakuelewa vizuri? Hebu nifafanue vizuri. Bado sijakuelewa. Nasema hivi. Siku hizi mwenyekiti Dunia hapa kijijini. Hapo. Sasa bro. Mimi hapa ni mgeni. Kuna mdada mmoja anaitwa Ngolo. Ngolo ni dada yangu. Kwa hiyo tumekuja hapa ugeni lakini sijamkuta, namtafuta. Toka saa 5 nimekuja hapa. Hadi sasa hivi bado sijampata. Sasa hivi saa 9 hivi bado sijampata. Ngolo yupo. Juzi hapa nilikuwa na kashikashi na mwenyekiti, nilimwona kwa mwenyekiti. Na hili jambo ninavyowaambia, msije mkaenda kwa mwenyekiti ndio ndani nikawaambia. Amemchukua Ngolo, amemfungia ndani kwake. Na namwambiaje mwenyekiti? Na hili jambo ninavyowaambia, msije mkaenda kwa mwenyekiti ndio ndani nikawaambia. Amemchukua Ngolo, amemfungia ndani kwake. Amefanya kosa gani? Sijui. Maki kwa mwenyekiti nasikia. Maelezo mengi haifai. Hebu kanielekeze kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti yani sauti yetu popote alipo yani. Yaani kaka, amefanya kosa gani? Sisi tulia. Mimi ni chizi. Yaani nielekeze. Unaona hii njia hii? Ndio. Unaona hii njia? Ndio. Ukienda ndio unakunja kona. Unakunja hiyo kona hapo. Kona pale? Kuna kona hapo, unaikunja. Unaenda pale kwa mwenyekiti, yani unaingia tu direction. Unamkuta labda yuko nyumbani kwake hapo, walinzi wake wako nje huko wanaweza kazaga. Shuka, umeshamaliza bro, asante sana. Haya, poa. Usiwaze. Basi sawa. Haya, asante.